Referee aka Huyo jamaa mpaka karibu arukishwe kwa hiyo kitu. Huyo wa nyuma ndiye aliweka repeat. Unaona kama ile kitu ya mandizi inashikilia. Kwani hii story mtaki kuongelea? Mnaniacha peke yangu. Na siwe ndio uliwaleta tuwaone. Sasa kama tunge experience ache watu kama wanaweza tuangana. No, posi ongelee story wewe ndio uliwaleta. Sikuchoa watu na walikuwa Waluya walikuja na baiskeli. Si kwani hizo zilikuwa nini? Hizo njingaga. Yeah. Si zilikuwa na miguu mbili hata hizo. Zilikuwa na miguu mbili kama baiskeli lakini ya side wheel. Wao kuna miguu pia. Kwanza zilikuwa zimeshikiliwa tairi yake na spare. Zimeshikilia spare tire huku. Alafu sasa walikuwa na watu wanawasupport. Shelton. Cheza hiyo video. Sasa unajua umeweka forward. Umesema nikakumbuka sasa umemalizia. Wow. Ungeanzia at least ungekuwa na kitu. Ulikuwa watching Reso kitambo? Ujui Ric Flair? Flair ule alikuwa mweupe na nywele nyeupe. Namjua vizuri. Huyo mzee. Si ndio huyo? Sasa mimi nimefikiria uko nje. Wewe hata nataka kutembea na wewe. Unakuwa na TV? Unakuwa na TV kwako? Ya jirani. Natumianga simu sana. Natumianga simu. Ni bana huyu jamaa. Mimi unajua sawa Waluya hawezi ongea pamoja. Lazima mmoja amalize alafu mwingine aanze. Wow. Hiyo ilianza when? Decoration. Hiyo ni yake. Nikwambia thinking ya watu wa machi na nchi kavu watu tutawahi kidogo tu. Yaani Dapa all of a sudden amerealize amwezi ongea at the same time. Tunapiga kelele. That's a very nice realization. Si tu watu watusikii vizuri. Jamani kama hii vurugu imefanya mambo. Lazima mmoja amalize. Dapa alikuwa na kaputula. Unajua mimi nimeona Dapa once, sijamuona tena. Lakini kwa screen alikuwa anapita. Kwa screen? Alikuwa ameongea na ni nani? Kamera ilikuwa tu inatafuta mahali nimekaa tu. Inanimulika tu mahali. Sawa Star. Alikuwa kwa Langa Terrace. Alikuwa hapo kwa terrace. Kwa terrace? Terrace ni. Ulikuwa umekaa wapi? Chini pale. Nyuma yenu. Sinye mlikuwa mbele, sasa tulikuwa huku nyuma. Kwa side gani? Mimi nilikuwa nimekaa side car 3. Mali tu kiti yako yenyewe ilikuwa. Nyuma ya Ruga. Hiyo si kiti yangu. Mimi kiti yangu ilikuwa hii side nyingine. Yenye overtakiwa na goons. Ile ilikuwa pale. Mimi nilikuwa kwa magoons hapo. But huku pia nilikuwa naona tu hapo nyuma ya Ruga ndio. Huko pia nilikuwa kuwa. So mimi nilikuwa namuona tu kwa TV hapo kwa. Kamera ndio ilikuwa ya makosa sio. Kamera ilikuwa imekupenda. Kila saa tu jamani kwa Ulimngarisha sana. Mimi unajua nilikuwa huko high end. Wapi? Si huko juu kwa VIP. Wacha. Nilikuwa kwa VIP. Ulisa kwa nilikuona kweli? Nilikuona wewe huku ni. Wewe ndio huku ni. Mimi nimekuona mara mingi sana. Ukitoka kwa ile room ukipika simu, ukishughulika ukaenda ukapatilisha. Boss sisi tulikuwa na ukienda interview. Exact. Sasa ndio ule msichana akurudia. Mimi nilikuwa nyuma yako. Tulikuwa. Ukiingia na Munes pale kwa red carpet. Tulikuwa na wewe. Nyinyi wale mlikuwa mnaninyonga nyonga. Tulikuwa tu. Kwanza kuna jamaa alikuwa anaingiza mkono kwa mfuko yako. Kabisa. Angepata kitu. Ukamwambia wewe. Mimi nilikuwa hapo tu. Angepata kitu. So ukaenda tukakufuata ndio sasa kwa interview tukasimama hapo nyuma ya Munis. Ni venye akili ilikuwa ule mrembo akipiga manduru. Tulikuwa hapo. Akikurukia. Hebu cheza video mrembo akinirukia. Ni nyang'anya, mimi nakutambua sana. Songo kwa mimi nazitambua. Asante. Walaiba, mimi niko bie. Nimekucheki. Umenicheki. Umenilala. Uko best. Niko best. Uko best. Bado siko best. Nije nilala. Wacha nikulole. Sinikupatia namba yangu.
yangu ndio nilale vizuri. Sasa sina simu yangu hapa banda chukua. Utachukua? Acha tumalize hii bado Obina. Utachukua? Nachukua. Try here Obina. Obina. Mimi napenda show zako. Asante. Ni mbaya. Asante. Ni mbaya. Sasa Unaweza na mrembo. Chana na mrembo. Siwaoni? Unajua Kwanza sasa ukaniambia niitie alikuwa Jackso ama sijui nani. Jackso. Si ndio? No, ita photo man. Jackso. Uliniambia niitie Jackso. Kwani na makeup unafanana? Unajua ni venye Ulikuwa na imwanya? sasa unaona msichana alikuwa nyuma yetu. Unaona? Kwanza alitoka nyuma yetu. Sasa wewe macho. No, wewe nilikuona na kofia kama umevaa hivi. Huyu hii mwanya sikuiona. Pozi utanitiminish morale. Tantoko nice. Okay. At least mimi niliona Caleb Na ni mdogo. Okay, hebu cheza hiyo video ya Caleb. Let's settle down. You 1.5 guys. Sit down. Let's settle down guys. 1.5. Unaona tu Venye Caleb alikuwa amebebwa. Mimi niliona Caleb kamebebwa. Sasa angetembea ungemuona. In fact hata alikuwa anapita huko unamuona. Until huyu ungempata vizuri hapo Hash Grill. Hapo ndio. Yaani mlienda mpaka Hash Grill kukula. Si hoteli ilikuwa hapo nje. No, Omosh ndiye alinipeleka. Sasa ukakwama huko. Sasa na ulikuwa unafanya nini huko juu na ulikuwa na VIP ticket? Mimi niliona Kunz. Posi vitu nilijionea. Nikasema kumbe afadhali kukaa kwa nini kwa Atas. It was so safe. Na Korila hapo na Honest walikuwa mali Honest walikuwa kwa kamera. Heru ukae na Guns. Ukae ka Guns ndio. Ile kuinuana ilikuwa hapo hata Posi alijaribu. You tried. What I know is majority of the goons, they're just young people who are trying to find a living. And wamekuwa misled and their leaders are not telling them otherwise. Because so unaona kama for example time tulikuwa kana confrontation, magoons wako wanaambia leaders wako wanaambia goons wao So later eventually they decided to tell them kukaa chini, mazee wakakaa chini. Hebu check out this video kama goons wamekaa chini. Yeah, it was nice because of finally saw wametulia but walikuwa wameambiana. But sasa unapanga watu wako. But now I know what to do. For the next event, GSU. Either hiyo GSU lazima itakuwa hiyo na itakuwa, but either tusi-invite any politicians. Yes. Ama wakikuja politicians haruhusiwi kuingia na more than 2 security. Wale wanakuanga nao kila mahali. Wale wanakuanga nayo personal bodyguard na labda an aid. Au wengine waende huko kwa regular, then tutakuwa na section ya politicians. Na kwa nimereserve, nimesema pale ni kwa politicians wakitaka kupigana watu one vurugu yao hapo. Hapo sasa tumeka tu waheshimiwa, sasa wanakuwa na wing, tunaambia kama wanaambia ile ndo wing yenu. Sasa usikuje side nyingine. Ufanye hivi. Pia uchukue politician wawili waeke kwa vurugu. Sasa nani na nani watajileta wenye wanatamaniananga tu. Pia waingia hapo na maguns wao kwa hapo kama fans. Sasa maguns waekewe pia section yao. Ya guns? Yes, kona yao. Guns wa huyu. Utajuaje huyu ni gun? No, tuliwachua. Hapa unajua mtu akiingia pale aingia ka gun. Kwanza gun inaanzia tu huko ndani. Kwanza mtosi walikuwa na kofia zinafanana red white kama uliona vizuri. Sizo kofia zilikuwa za nini? Vile waliingia ndio ziliingia, zikuwa. Vile waliingia hapo. Kofia na kwa mkono alafu una pull up. Bas. Mimi hata yangu nilinyang'anywa kofia. Sasa ulikuwa umevaa. Kofia ilienda na saa iliendanga. Sasa nilitoka kuenda msalani. Mafans. Dapa man. Nikasema hapa. Sasa natoka naingia kwa choo awako kutoka. Atutoa kitu yenyewe iko wapi? Ukatolea hii kitu. Nikaambia mmoja Aki Valda alinisaidia sana. Wallahi hata wale watu wangenibaka huko ndani. Kwa sababu sikuwa na kitu. Kwa choo? Wamejaa ndani misa. Hiyo corridor imejaa hivi. We tunakuonanga. Wewe tupe kitu. Sina. Kampea kofia. Na mbona huko na kitu?
Alafu Hamuna kitu. Tupe hiyo shati pia sasa zinafanana za tupe hiyo shati pia. Sasa ndabaki aje? Haya kiatu. Si ungetoka mbio. Wamesimama mali unaenda kwa mlango. Kiatu nayo ilikuwa kiatu moto. Ilikuwa imeiva. Nimejua nani alikuwa ametumana. Ndakwambia. Wallahi. Unasema alikuwa na kiatu moto. Mtumishi. No, hiyo shilaro hiyo ya brown. Ni huyu. Mimi sijasema mtu kama anajua ni moto ni wewe. Wewe ndio ulituma. Hata sichuani na kuni yoyote. Yaani siwe ni moja. Hapo si bana. Kwani maguru wanafanana aje? Umejiangalia kwa kioo? I know my kwanza kuna guni niliona iko na mwanya. Hebu fanya hivi. Angalia. Fanya hivi. Namba 7 ndio hii. Loko. Kwa maguni kuna mwenye alikuwa na mwanya. Sijasema ni wewe. Alikuwa anasema toa. Toa yote. Sema hii mwanya tunaijua. Hatuka tumeiplace. But now we know. Inakaa familia. We are not mentioning names. But if the shoe fits, Cinderella please. Please. Yes. However, so we successfully executed Vurugu 2. So we're gearing up for Vurugu 3, God willing, ama inshallah. And for the ones who are living under a rock, let's give you a highlight of how Vurugu 2 was. Enjoy. Round number 6. Round number 6. Round number 6. All right, ladies and gentlemen, Valisha Belt. Ladies and gentlemen, Vurugu 2 was brought to you by Obina TV Studios, powered by Sportybet. Wow. Ladies, let me remind you, this fight is scheduled for 10 rounds. 10 rounds, na ndio tuko 4. Oh my goodness. Ladies and gentlemen, this is what Vurugu is made of. So having said that, we had a few areas that also tumepick that pia nataka to address first of all. Tuanze na mavazi. Ya kila mtu. Si kila mtu sana, tuongee juu ya mmoja sana. Okay. Phil. Hata kama Phil umewin. Ile nguo yako ya kuja kwa ring. Hebu cheze hiyo video. Phil! You're right. Ladies and gentlemen, make some noise for Phil!
Umeona? Hey! Na mimi niliwaambia Phil ni Muluya muziki. Ile inakaa amevaa ile kuku ya makutus. na masasa bare. Makutus kwetu ni makutus. Angalia kuku Masasa bare makutus. Ukatongea juu ya nini? Kuku ile inanga. Manyoya imesimama. Na inanga. Haina nini kwa shingo? Ainanga shingo. Iko na shingo lakini it's very haina manyoya kwa very shingo. empty ya. Hapa Okay. inakuanga uchi. Alafu huku iko na Ni sisi na tu nguo. unaona. Ni sisi zinapitisha. Sasa Phil aliingia design ya, alafu hiyo kuku pia ikikuwa na hasira Ni mbaya. ikupate mbele. By then nishasikianga hiyo story. Hiyo kuku ni nare. Ushaiona zikipikana kwanza hizo zenyewe kwa zenyewe. Kuku kipara. Shingo inakuanga ngumu Na zinakulalanga hiyo kipara sikuangangi kwingine. Iko reti ni kama msungu akichomwa na chua. Unaona vile anakuwa nyekundu. Sasa hiyo inakuanga alafu inakaa inatulia, ina maintain, ina observe kwanza nimemuuma design. Kwa sababu unajua hapa kwa shingo kuna kuanga na hii inaitwa culinary We good bwana. Ati umesema hapo kwa shingo kuna nini? Kuna ile vein ya blood inaitwa Pulmonary artery. ndio hiyo. Hiyo Iko hapo kwa shingo. pulmonary artery. So inafanyanga nini? Sasa hiyo ndio sensa. Ina detect kwa akili, inaiambia how wala shina bwana. Unachoma. Anachoma kwa nini? Si anatuambia. Ati pulmonary artery iko kwa shingo. Ndio sensa. Sensa ya kuku. Wewe sikia hivi. Tumalize tu yote 9 10 na pulmonary artery yenye ni sensa. Phil alivaa kama hiyo Kuku na masasa bare. I was for kashau. Lakini Phil ali. We, hata mimi nilijua Gachao atapiga Phil. That fight. Why? Because nilikuwa nasema Phil anashinda anaendesha trailer. Phil ana time ya kutrain na Gachao anaenda coaching, alafu Gachao alikuwa na confidence. Alafu mwili. Alafu unajua alikuwa mrefu kitoko kwa yo. But mali ilinifurahisha. It's a walking stick. Alianza kutembea kama predator. Ushaiona predator? Ni kama sweet. First of all, kuna watu wanasema Phil ako Illuminati. Lakini ile macho inakaa Ndio ukweli. hiyo. So hiyo macho hapo. Hiyo ndio unajua hiyo macho ndio ilipiga Gachao. Paka Gachao anaangalia refa. Patala. Hebu cheje video ya Phil akicheza na macho. Yeah, so hiyo video watu wengi wanasema hapo Hiyo tu. kuna kitu. Ingekuwa hiyo Alikuwa na macho summon the gods. Gachao angepiga na mapua. Bro, huyo mse alipiga Gachao mpaka wakaamua kujipea break. Sasa ni nini? Bidamagi naangalia. Wanajipea break, wanaangalia na zile. Bro, do we have to do this? Are we normal? Nilai kukosa kweli. Hebu check hii video. We, nakwambia Gachao ana regret kuchukua demu ya mzee. Kumekuongea. Alikaribu amwambie kuacha tu nikupe demu yako. Bana, Siko na ile personal. Alafu bro, hii hata ilikuwa boxing. Hiyo ilikuwa vurugu. You know why? Bwana Phil alikuwa anamshika alafu anamsonyo. Alimuvindika. Kwa kona. Anamshika hata anaanguka chini Phil bana anamsonyo huko. Ai shwali. Lakini hiyo venye alianguka unajua ndio ilinibamba. Ni kama tu bosi venye umevaa hivyo suti. Alafu unapita kwa umati wa watu na uanguke, ujiteke tu anguke. Why would that be funny? Because si ni funny. Suti. Unaangukaje na suti? Unajua ukianguka na kitu kama hii. Hii hata. So mtu asianguke na suti. Mbona waache. Kama ukutaka kuvaa suti wache. Exactly. Juu ukivaa suti kwa na. So mtu akivaa suti alijua anaenda kuanguka. Mbona uanguke mbele ya umati? So alijua ataanguka mbele ya umati. Unafikiria mtu wa suti angejua ataanguka mbele ya umati angepita mbele ya umati?
usipite mbele ya Ndio wale watu wanasema vurugu iko scripted. Wewe hiyo akili. No, mimi sijasema Ninyi lazima mlisema uanguka. vurugu 1 iko scripted, mkasema vurugu 2 iko scripted ni hii. Mtosi, mimi sijasema ukivaa suti lazima uanguke. Ati mtu anavaa suti, unaenda kwa ng'ombe la umati. Usianguke mbele ya watu kama umevaa suti. Okay, kutekuka si kuanguka basi. Unaweza teguka na pia uendeende hivi usimame. Alafu mtu ameanguka tu, yani anayomboha tu. Kuna mfano za kuanguka. Kuna mfano kama boom boom pungulio. Sasa alianguka tu fua. Guys, uliona venye alianguka kwa kona, alafu mbona anguke kwa kona? Kwanza alianguka karibu ahepe. Kichwa ilikuwa nje, akafikiria 500. 1 million. Unaanguka karibu na ushindi. Wazazi wanaona, mtoto anaona. If my son sees me happy. Kuna place walikuwa wameenda break, wameka ding ding, rudini. Wamekataa kurudi. Wamekaa chini. Refa anasema kuja, wanaangalia. Nywele ya nani? Ya Phil. Gacha ugulini bamba. Yo, hebu weka hiyo video refa akiwaita warudi na wamekaa chini. The counters out of the ring. Round number 6. 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 Nakwambia that was the most funniest fight. Kuna msee akafanya VO akicheka. Watu wanafikiria ni mimi. That VO is not mine, but I posted it on my Instagram jelini maliza. Sasa huyo mzee anawaita marobot. Na ni ukweli. Terminator. Unakumbuka ile movie ya Terminator? Ati marobot zime. I think uliwa inspire. Kuna marobot ulikuwa umeleta. Kuna marobot zilikuwa around. Hata mimi sikuzileta, zilitokelezea tu. Hawa tu kulipa ticket kwanza. Waliingia tu. Marobot. Hiyo ni ukora kuingia kwa event. Nyi marobot nyinyi. Na ni rutu ruka hapo. Mimi nakwambia wamelanga Kashau. Kashau alikuwa anakuja. Amepigwa hiyo, unasema wanaitwa waruti, wametoka free time. Inaitwa free time. Hiyo ya kupumzika. Wanakataa. Lakini sasa wakiingia wakipikana wenyewe wanajipeleka free time ya. Wenyewe wanajipeleka kupumzika. Alafu mtu patala aende kona yake wanafuatana wote kwa kona. Referee, mkola amri. Hebu cheze hiyo video ya Omse akicheka. Hiyo pana sema robots zimelemewa. Hapa. Hizi robot gasi zimeisha. Robot wamechoka. Wamechoka. Robot zimechoka. Robot zimechoka hadi zimekataa kupigana. Robot imesha battery. Bro, that was something. Next time wakiweka watu kama hao, msiwape riff. Yeah, no, I don't know if we'll ever have any bodybuilders fighting again. However, good news is Gashawi is on his way to recovery. He's getting better. Phil, congratulations on your win. And watu wamefanya saizi, watu wa gym wanadharauliwa. Hata kwanza warembo. Sahi sipendi venye munaangalia Munez. By the way, hata mimi watu wanaanza kufikiria wanaweza piga Munez. By the way, mimi nilikwambia I need to change my security. Lakini Munez sio bodybuilder. But you and the gym. Halafu yo kufura. Sasa unasema kume watu wamefura. Ukiwapeleka tu vizuri, bora tu asikushike, akushika na kusonyo. Sasa unajua kwa gym ni kuinua. Hukuona Kashau nilikuwa tu na kila saa refa, wewe si kushikana. Tu alikuwa anapika huyu jamaa lock, anapika huyu lock. Sasa napikwa ngumi ana Munez akikupiga kofi. Wani ulize. Ile siku alikushika hapo. Wacha hiyo. Kuna siku tulipigana nikampiga. Ya ukwela. Ukwela. Kuna siku nilimpiga. So muulize.
Ndio nataka kuwa Arrow Boy. Ananiogopa. Mune. So muulize. Arrow Boy, is that you? Is that him? Wewe anza vita unajua yuko Filikami ilitoka wapi? Itafute. Usichoche mtu. Cabbage kumbe ndio ilikuwa cabbage. Ule alikuwa anaita mwingine cabbage, yeye ndiye alikuwa yenyewe. Yo. Walimtumula. Mimi mpaka nikashindwa ni yeye. Kwa Walimtumula. wa mtumuli bupi. Alafu Arrow Boy. Sasa Arrow Boy hakutofautisha drama festival. Na hii alikuja na ile vitu ya kutrans ya kusieva, unajua? Uko Waro, inaitwa Waro. Ile Unaona wanasiasa kama wamekuja kwa vile jamaa wamekuja area ile vitu wenye wamama wanavaa. Hiyo Waro. Owalo. Ya music festival. Lo. Ni Mjaluo? Very good. Kwa Kiluya sasa ni Owaro. Owalo. Owaro ni kuwaro vitu. Hiyo walo. Hata nilikuwa na dancing nazo. Ile Arrow Boy ilikuwa ile Spartacus. Yes, Spartacus. Sasa unajua shida ya Arrow Boy. Mayai alipaswa huko. Iliharibu chakula. Kwanza alichokosa Waluya. Kuku, hiyo ni kuku msima. Basi Arrow Boy ni Mluya. Sasa hapo mababu alikasirika. Wanangu etale. Arrow Boy nafikirianga ni Ali etale bwana. Alichokosa wababu kwa sababu hiyo kwanza hakupasua mayai. Waluya tukwangi. Hata tuko na poksa wamelanga Wanyonyi. Si karo. Hajaipasua mayai. Hajaipasua mayai. Alikonga wa Tanzania Wanyonyi. Si ule wa 800 meters. Arrow Boy lutwangu. Kama we ni Muluya. Na sikujua. Sijui mimi najua ni wakina Pozi huko. Now you know. Ni Muluya. Arrow Boy. Mimi nakwambia Arrow Boy amechanuka. Arrow Boy si Binyu. Kwa Luya wote ni yeye ndio kidogo unaona. I mean look at the other Luya as well. But si nilikuja town mbele yake. Yeah, that's my point exactly. Ulianza kutembea na kina nani? Si watu wa Kawangware kwanza. Sasa unaona. Yeye anatembea na Nadia na KRG. Chiwawa. Anatembea na light skin. Chiwawa. Kwanza Arrow Boy amejifunza kitu. Pick your friends wisely. Thank you. Arrow Boy aliingia pale na KRG. So this is KRG gassing up Arrow Boy. Check hii. Aya, this is KRG celebrating with Shakib. Mimi naona hata angetuita tukuje na sukuti. Arrow Boy kupigwa, hakupigwa. Shida alikuwa KRG. Shida ni KRG kabisa kwa sababu hauwezi kuwa tu unasema niko na wewe, halafu unaenda kupea mwingine chakula ya kupata nguvu ya kunipiga. Naona? Twende. Twende. Arrow Boy sasa shida tena depression alikuwa nayo. Posi. Ya kuachwa. Hapana, si mtu wake alikuwa kwanza Nadia alifanya kitu mzuri sana. We can use that thing in two sides of the argument. Tunaweza sema Arrow Boy alipigwa because of depression. Thank you. But kumbuka Shakib pia amewachwa. Tunataka kusema Shakib ana depression. So tunaweza sema Shakib alimpiga juu ya hasira ya kuachwa. Lakini pipi ya Shakib ni mzungu. Si aliwachwa na mzungu. Unajua hapo difference? Zari ni mzungu. Kwani si mzungu? Sari ni Mkenya. Sari si Mkenya. Sari ni Mkenya ako tu Uganda. Sari ni sister ya Teresa Khalid. Wao ni wanafanananga. Unajua kuna difference ya kuachwa na sasa unaona Nadia ni wetu. Na huyu aliwachwa na mtu na ni kama Nadia ndiye alifanya Arrow Boy akapigwa. Alikuja kuconfirm. Ile macho alikuwa anaangalia nayo kwa skrini. No, alikuwa. Hata mimi ningepigwa. Tidemu yangu akapo. First of all, Nadia alifanya post like a day or two before. Akasema yeye anaona mtu akipigwa. And then the lady says, no, hakutaja mtu mwenye atapigwa. Alikuwa anachua mtu wake. Sasa wacha niulize swali. Yes boss. Kama ni ukweli Arrow Boy na Nadia wamewachana. Si ndio? Kama ni ukweli, hypothetically speaking. Wamanyanga tuko pamoja? Wacha ndamtumilia hiyo. Okay. Usinitumie kama kifukio. No, I'll use that. Hapo unanitumia kama kifukio, kumbuka. Hypothetically ni
Sini yenye Mutosi amesema. Si umesema unaniambia hypothetically speaking. Ndio nini fafanua. Sini Kenya anatuambia. Mudosi fafanua. Huyu ameniwacha. Come back here. Yeah, nitakupata tu. Hapo statement nimekuacha atakuchukua tu hapo. Usiteme nalizana. Baki tu hapo kwa. Sasa tuseme kama Aroboy na Nadia ni ukweli wamewachana. Alafu pate ni Aroboy alikuwa amekosea Nadia. Yes. So Aroboy akitandikwa na Shakib, unataka kusema chini ya maji Nadia alikuwa anafurahia. Fikiria kabla ujibu. Na ni papa watoto wake. Hapo nayo. Like anaweza kwa uso hivi, lakini Nadia kule piga. Nipigie hiyo ngulu sumu. Na pipi ako ndani kama mimi. Na pipi nani si musician? Au Shakib. Pipi yake ni socialite. Zari himbia naimba wapi? Sari ni socialite. Zari ni socialite. Shikwekwe. Sari na Shikwekwe ni the same. Shikwekwe. Mwanyi Shikwekwe ta? No, Shikwekwe kuna Shikwekwe. Shikwekwe ni wiki. Au mwanyi Shikwekwe ta? Vera sitika bwana. Ndio hiyo. Wananga ngwa Shikwekwe. Shikwekwe jina yake wachana ya TV. Ya unyumbani. Ya nyumbani ya village. But ni mzuri sana kuitwa Shikwekwe alafu na Shikwe. Unashikwa. Kali. We are cooking. Kuloke. Hiyo ni kali. So Aroboy got in the ring. Nakwambia, so Aroboy had some very nice punches to Shakib. Kuna ngumi zingine alirusha vizuri, nikasema ya amerudi. Hebu chekizi mangumi Aroboy akirusha. However, now I don't know what happened. Mana Shakib alichapa Aroboy. Aroboy akaanguka kama model. Unaona, by the way unaona. Ali break dance hapo chini. Kuna tule tudemtwa. Baka katupa hiyo pikiki. Hiyo pikiki aliona tasteless. Wezi ngumi ilikucha left right akakumbuka tikitiki. Ngumi inalia kama kifiekeo. Ile ni mouth guard ya kuguard meno. Sio bodyguard. Ndio kitu tena niliona Kashao alikuwa nayo. Unaona meno hivi. Aliitema. Niliona ndugu yangu kachua pasi. Ya tano. Asiluya community. Afadhali tu tupaki kwa Isukuti. Wacha tulale njaa. Nakwambia kuna move Michael Jackson anapiganga kusimama na mguu hivi. So Aroboy. Ebu Sheldon. Ebu weka hiyo moonwalk ya MJ akipiga hiyo cha. Ebu iweke hapa. Yeah, so hiyo Aroboy alienda kupiga basa mguu ikakasasa. But pia mkiangalia vizuri, Aroboy anguke akupigwa. Alikuwa anapiga ngumi akamiss. Alipigwa. Hapana. Yenye alianguka ya kwanza, muangalia vizuri. Ongea ya kwanza, tunaongea ya model hii. Ya model. Hapo ndugu yangu. Ya model ndo tuko. Alirusha polygam wewe. Polygam inge. Alafu fimulimuli. Ndugu yetu aliona fimulimuli. Nakwambia, speak of flexibility. Hakuna. No, he's very flexible. Bwana ile position Aroboy alikaa ile hivi mpaka akapose hivi kama kukeuka bale. Vogue. Alikeuka hivi akakutana na sitandi ya ring. Kashindosha. Alafu hakuna kitu mbao unaona mafans nyuma. Nao wanakuchekelea huko nyuma. Aroboy ametrend hiyo picha yake hapo. First of all, ebweka hizo ma snapshots na ma memes zimetrend za Aroboy na hiyo position yake hiyo ya hebu ziweke ya Vogue. Tifa mulitupea Tifa. Lakini alijaribu. Shisa Tifa. Wewe. Usijaribu kuita heshima. Heshima idumu. Mulitufanyia vipa. Walio atupika nangu. Hiyo boxing walio kupigana. Unajua Aroboy. Konjezitina si Muluya. Sarika si Muluya. Hata kwa hiyo ring uliona Muluya mwanaume. Shida ni moja. Sipokuwa tu Aroboy. Shida ni moja. Sisi vitu yetu ni Isukuti. Nalipala. Tengi upozi. Na chakula. Na jikoni. Hata mungeambia Ashkril wa msaidia huko.
Wangemplace the right place where he belongs. Unajua utakutana na Aroboy kona fulani. Kitu nimejifunza, wasichana wa Kenya ni wabaya. Kila mtu mpaka hata nilikuwa nafikiria walitoroka Aroboy wote. Shakib. Naangalia hivi wasichana wa Kenya anasema Mako. Traitors everywhere. Yani wale wenye walikuwa naimba Aroboy hapa akima, nani aliumba side chick? Mauta. Wako na Lakini Shakib alimpea utamu. Bwana wakaenda wakacha Aroboy bwana wako tu Shakib. Akipigwa mautam, akikongwa mautam chini. Sasa Aroboy ashajua mwenye aliumba side chick. Akaongezea mautam na tikitiki. Walikuwa na tiki. Shakib. Na mtosi ulikuwa umepewa round 6. Hukuhurumia huo kijana. 6. Lakini kweli Aroboy pia round 6. 2. No, zilikuwa waende. Zilikuwa 6 waende. Aroboy pia round 2. Ya kwanza ya pili si ndio iliisha. Hapo ndio tulijionea. Mapema ndio best. Aroboy aliamuka ashapigwa kona yake ndo ile. Aroboy lakini kama ngumi inaubaniangia mtu. Kuubania mtu. Akili na Hayo ngumi ni mbaya. Hiyo ngumi ni mbaya. But mtozi unajua kitu moja, Aroboy alikuwa anapigana street fight. Aroboy asira yako anataka mtumishi nyamasa hapo. Mtozi Aroboy alipigana tu kiboxing tu, mimi niliona professional vizuri tu. Professional mwenye alipigana street fight ni anaitwaje, Alfayo na mbalimbali. Alfayo alitumia akili ya kipira. Rudi hapa kwa nani Aroboy. Mudosi. Okay. Aroboy alipigana vizuri sana. Kwanza alikuwa na ngumi zingine very mature. Ngumi ya Aroboy ilikuwa inalia kama kifyekeo. Ati ngumi very mature. Ngumi mature inakuja inajua mahali inaenda. Inajua mahali inaenda. Kuna stamina. Akipigwa na mguu moja mbele ingine ana balance. Aroboy alisahau ako kwa ring. Sasa akianza alikuwa sawa. Round 2. Ndio akianza ndio akuwa sawa. Mudosi. Watch your game tena. Venye tulianza hivi alikuwa amelemewa, then ya pili ndio akaanza sasa kupata ka footing after amebalance kidogo. Mahali alikosea ni ile kuteleza. Kuna kuteleza ya kwanza Shakipa akaipata. Ria ndio ikamrukisha ring huko. Kwani tulikuwa na watch game tofauti zi wote? Sasa tunamtetea ama si alipigwa? Tumutetei lakini ni uchungu. No, mimi nashangaa tulikuwa na watch game gani? Juu mimi game niliona sioni hizo vitu mnasema. Huko na aliteleza kitoko ndio akarudi ngumi. Sikuona hiyo, but pia nilikuwa na handle vitu kadhaa. So anyway, me the fight that I'm happy about is Alfayo and Mbalimbali. Alfayo alikuwa ametaka Mbalimbali sana, Mbalimbali alikuwa ametaka Alfayo sana. Ilikuwa pigana kwa vurugu 1, Alfayo akapull out akasema yara pigana. Mbalimbali akakuja akapigana na Fiji akapiga Mbalimbali. Mbalimbali akatrain akarudi. Kwa way in, Alfayo alichapa Mbalimbali kofi. Cheki. Serious vessel. So kutoka pale automatically Alfayo was very cocky. Alikuwa zile za mapema. Ninamaliza fast. My people. Alfayo akaingia kwa ring na hiyo kiburi na mbio mingi. He was too excited. Na coaches akanambia Jubani kwani imefanyika? Anambia alikuwa anambia Alfayo inafaa punguze speed, aache kuwa na mbio mingi. Ataingia kwa ngumi vya naweas. Bana umse aliingia kwa ngumi ya Mbalimbali bila kujua akapigwa TKO. So normally ukianguka chini ni TKO. Wanaangalia umeanguka aje. Ukianguka mangu ina mgongo bro, inakuwa hiyo game hata kuamuka ilikuwa shida. Kuamuka na umebuche key shot. Haya. Mbalimbali did not even know that he had won up to that point because alikuwa ameshaona venye umse yako. But judges wakapiga hesabu zao wakasema by the look of things venye kumeenda hii imesha hii. One announce winner. Mbalimbali was so excited. Alipika mpaka soma. Alikuwa na furaha. Mpaka wakapandiliana kwa wewe.
Watu wa Mombasa we, tabia zipi hizo mwaleta Nairobi? Wamepandana. Bana nawatizama sana. Hebu tizama hii video hii. Ukasema tunamuonea. Watu wa Mombasani. Hata kama ni kusema wao ni mashoka wenzao. No, wanaitananga rafiki shoka. No, rafiki wamlanga shoka. Soga. Kukul. Ndio hiyo. Everything you think, you say. You talk. Sorry. Lakini mtosi, shoka ni nini? Shoka ni ya kupasua kuni. Si hiyo. Shoga. No, ile Sasa tuko na soga na shoga. Nasema ile ya rafiki. Ni shoga. Si ndio hiyo mtosi? Sasa umesema ingine. Sasa Kiswahili yangu unajua mahali inatokea. Ndio tukasema tuweke repeat ya men. Sasa mpaka urutie repeat. Mecho watu wa nyumbani wanapata repeat vizuri. Ama panel beat. Hiyo nasema hiyo ya urafiki. Umemaliza? Tumemaliza. We're back. Yeah, I see when unajua you are family. So when you get need mimi nawapatia nafasi na ngoja tu umalize. Umeza mama repeat, but you should consider it. Anyway. Nimesemaje juu sasa? Kuna umaifunga sengenge. Sasa ili ufunge singenge kuna kawaya. Usijaribu kuteme maji kwa carpet wewe. Kuunganisha. Usijaribu kuteme maji kwa carpet. Utabidi umemeza hiyo maji. Kiunganishi. Uteme kwa kiti. Mdozi nataka. Sasa unachukua singenge huku na singenge huku inafungwa nao kidala. Nimeipata ile ya kuku. Zile za waya za kuku kama inakaanga box hivi. Sasa unashika huku na huku. Shaipata. Nimekutoa hapo. Pige makofi. Walikuwa kwako. God. Niwe peke yako umejua kile napitia. Anyway, umenipata. Vizuri. Babu to wire. Babu to wire ndio ikuwe tight. Yes. Nafungwa na kitu na huko alafu inafikiki kabisa inavuruta. Inakuja. Ribbit. Mtosi. Anywho. Simuachane na ribbit. Sawa, tumeachana na wewe siongee mambo ya meno ya mwenzako tena kwa hii kipindi. Pia ufuniki hizo meno. Si mulisema kama kampuni mdozi kama kampuni mulisema mnaniletea hizo fence. Fanya aje? Wewe ulikosa. Si ulikuwa furugu. Na socks za yellow. Alikuwa furugu. Socks zako unazivanga inside out ama nini na kwanga shida yao. No, si inside out ni outside out. Yaani iko na the same look. Na suvurute socks juu. Unajua nimesoea. Kama ni socks inakaa hivyo. Hii inaitwa rubber bullet. So nakumbuka sako usile ulisemanga zinatoka, si sako, sorry. Ile story ulitupea zinatokanga. Sasa mimi niliwapea story ya socks zinatokanga. Kiatu ukivaa unavaa na ulikuwa unaweka nini? Asante. Box. Kwa nakata box. Ya sasa hii ndio preventer. Unajua hizo raba za mama? Chako na mama. Unajua. So kuna mama. Matazia. Unajua ulipangi rent. Bibi ya landlord. Tushajua ulipangi rent bro. Pesa unapeleka wapi? Juu hizi viatu tumejua mwenyewe. Mashughuli ni mingi town. Mashughuli ni mosi. Najua nimeinvest huko. Sasa nimeanzisha biashara na usa tunjuku hapo sim. Very nice. Mahindi choma. Hata nimefikiria kuuza donut. Yeah. So, all the best. Wewe utauza donut? Si ninaandika watu kazi. I'm employing. Hata niko na vacancy ya utamaliza. Niko na vacancy ya frying. Fries. Yeah. Matas fries. Vacancy ya mtu kukaranga. Ule anaweza shika kichika. Akarange njugu. Akarange njugu. Njugu karanga zitaisha. Na mmesema lazima niweke repeat zinapita tu shwa. Unaona sasa? Yeah. So now back to vurugu. Mbalimbali won and Alfayo's brother was not taking it. Wakaanza vurugu yao on their own.
kuna commotion kakwe side kulikuwa na kale buko. Si nilikuwa sasa mbele ya production, mbele ya production. Wale walikuwa nakonga viti paka. Kulikuwa na issue fulani hapo because of hiyo fight ya Alfayo. Pale chini anataka rematch. Kuja kaniambia kanaongelesha, bro, mimi nataka rematch na mbalimbali na akinipiga sita nini, unajua nipoteza pesa ngapi? So apparently Alfayo alikuwa ampromisiwa 500,000 akiwin. Na si alikuwa ametungwa ingine pato. Alidungwa 200. Niliona. Sasa alikuwa amepromisiwa 500. Hiyo ni ya kando tu. Imezama bro. Ndio alikuwa anasema hapana. Sasa ile alipikwa. Lakini pia asiyekubali kushindwa sio mshindani. Na unajua mbalimbali alichangisha fair kukucha. Niliona video yake akisema waheshimiwa nisaidie. Enyewe Mungu anasaidia. Unachangisha so now look at it. Mbalimbali. Alimpea ngumi za mbalimbali. Alifaa akajua fimbo ya mbali. Sometimes inaua nyoka. Hiyo nyoka ikavibaya. Hiyo fimbo ambayo unakiwaambia hapa. Narudi napata nyoka bado iko hapo. Mimi niliwaambia hapa tu vizuri, mchunge huyo mtoto. Ukasema mtoto mgani? Mbalimbali. Mbalimbali mtoto. Mchunge. However, me I want to make mbalimbali my project. That is why I put him on Vurugu 2. And if I'll be doing Vurugu 3, I'll also put him again. If I'm doing Vurugu 4, I'll put him all through. Why? One, he deserves a second chance from life ya utag nini. Then he's anajituma. Then mse mwenyewe kidogo. Let's give an alternative way of life. So I would like to just be there constantly. Hata akienda apigwe siku ingine, arudi apigane hivyo all through. I'll try and make sure that when I'm making any fight, I put him in the fight card. Mimi nilibambika venye alinipigia huyo jamaa. Hata mimi kwa sababu hata hakuwa na fan by the way, ni wewe tu. Ni mimi ndio nilikuwa fan wake mimi. Wewe tu. Na kukudisappoint unaona. Unasema ni mimi ndio nilikuwa fan wake bali. Hata mimi nilikuwa for Alfayo lakini vile nilisema alikuja tu na akili ya laini sapa. Mimi naye nilisema tu from day one. Mbalimbali. Niko nyuma ya mbalimbali kwa sababu ukiona mtu anatoka jela anajituma. Na mtosi, hiyo vita yote watu wote walikuwa na kimbelembele kwa social media. Wanapigwa. Wote, si kuona ule alishinda. Kama sasa Somali Boxer. Sasa hata yeye. Hata yeye. Unajua kwa hiyo fight ya Somali Boxer kuna issue. So, ebu Sheldon weka Somali Boxer kidogo hiyo part. So I'd gone outside the washroom nini nikarudi kuna control vitu kidogo kuingia vinapata hapana hakuna nozo nini kuna imeibiwa najua what's happening ati huyu jamaa amepigwa lakini wanasema amewin. Nyinyi mliona? Mimi alipigwa kupigwa naye alipigwa. Alivaliwa vizuri. Alipigwa hiyo sitamtetea. Kupigwa na wamkhongonde walimkumhuta kwanza kama ndarama ting na hiyo nywele refu hivi walimkhongotaje nywele lakini walikuwa anamwingia kwa kona. Alipigwa kupigwa na alimvaa alimpiga kwa sababu hawa na inji waezi tetea tu mtu hivyo. By the kupigwa kutetea ukipigwa wanaona ile nayo ilikuwa fair game juu kama unapigwa wanasema tu umepigwa kama hujapigwa. Unajua kwa vurugu ya kwanza kulikuwa na msichana fulani na Evelyn or something walipigana. Then Dema aliawadiwa, mimi nilikuwa hapo, mimi niliwatch hiyo fight. Niko na Dema ameawadiwa nikasema pana. Mpaka nikapanda kwa ring, juu nilikuwa na feel Dema ameibiwa. Nikaona nikasema, tumeona, yani mumeona like haifanyiwi nyuma ati sijui. Si ati ilikuwa chini ya meza. Ni ndum dang ding dang dang alafu ule kwa ding ding anaambiwa ameshinda anajarusha ngumi. Aje. Mimi nimeona hivi Somali Boxer ngasema huyu angepigana majembe angemuua. Angemuua. Majembe angemuua. Everything happens for a reason. Mungu aliona hiyo. Mungu aliona for everything to happen. Mungu aliona hiyo ni yetu na majembe ilikuwa ndio save maisha ya Somali Boxer. Na huyo ndio ulikuwa unatupea. Majembe angemaliza. Somali. Huyo tutapiga kama ni huyo leta. Huyo leta. Umejitoa. Sikuwa najua, unajua pia nilikuwa na pressure ya out na in. Hivi tofauti. Pressure ya gachau. Ya gachau. Huyo ndio ulikuwa sasa kitu kingine ulinifurahisha pozi. Kuna wale walianza, wale wa baiskeli. Kuna wale wa baiskeli ulileta. Wanaitwa para boxers. Hao para. Kama si kushikiliwa. Wacha tu niseme nitoke.
Kuna mmoja alikuwa anarusha ngumi karibu atoke juu ya kiti. Shwa! Kakonga huyu mwingine nikasikia tu wo. Alafu na chocho fighting silently with sounds. Walikuwa tuna sound track. Mimi ni ukweli, si ni kitu tuliona. Wetu wataenda maandamano juu. Mimi sichawaita hivyo. Mimi ninasema kitu niliona. Kama sikushikiliwa wale watu, hata Kashau atokoi. Kwanza ule wa blue, alikonga huyo alitumulewa mpang. Refaria hey! Huyo jamaa mpaka karibu arukishwe kwa hiyo kitu, huyo wa nyuma ndiye aliweka repeat. Unaona kama ile kitu ya mandizi inashikilia, kwani story mtaki kuongelea? Mnaniacha peke yangu. Na siwe ndio uliwaleta tuwaone. Sasa kama tunge experience ache watu kama wanaweza tuangana. No, posi ongelee story wewe ndio uliwaleta. Sikucho watu hapo na walikuwa Waluya walikuja na baiskeli. Si kwani hizo zilikuwa nini? Hizo jingaga. Yeah. Si zilikuwa na miguu mbili hata hizo. Zilikuwa na miguu mbili kama baiskeli lakini ya side wheel. Wao kuna miguu pia. Kwanza zilikuwa zimeshikiliwa tairi yake na spare. Zimeshikilia spare tire huku. Alafu sasa walikuwa na watu wanawa support. Shelton. Cheza hiyo video. No, walikuwa sawa. Next time pia uangalie difference idea. Wale waletwa mama. Ama wale waoni tuone pia kama wanaweza ona. Utuletee wale waoni tuone kama wanaweza ona. I was thinking the same. So next one tunakuleta blind. Yeah. I'm a vision impaired. So ama visiwi. Tuona come. No, visiwi bado wanasikia uchungu. Acha kuleta watasikia wale haoni ngumi kikam. Lakini unashtukia. Batu mtu kama uwezi mpiga mdosi. Uwezi piga kipofu. Kwa nini? Kipofu anaweza kupiga vibaya sana. Unajua kipofu anapigana na hisia. No, na huyu shayo na wacha ni ashakumsima tu si disclaimer. Pupu. Anatoanga sauti nyingine. Yeah! Hiyo ni unachua tu hiyo ni undercut imeingia. Sifusi. Ukifika tumbo kwanza watoe kazi. Unajua bubu kitu afanyi ni kuongea. Usitache. Lakini tu kipofu, bro kipofu anaweza kupiga. Sasa kama Kashau ni watu walikuwa naongea wakapikana mpaka wakakuwa watu waongee. Sasa mabubu na watu nini? So hata utakuwa umewasaidia waongee. So mtu kama Kashau unaona walishindwa kuongea. Bubu anaongeanga, si mtu watu ameongea. Yeah, ameongea. So for the next boxing match, tuweke hapo vipofu. Nataka kuleta watu wana mikono. Bosi. Iko sigongo hii. Kwanza hakuna kitu inauma kwa mwili kama haka kitu haka. Hiyo ni makoti ya mguu. Gonge. Mbuzi shai kanyaga. Alafu na hiyo ni soft inatunga. Tung. Tulikuwa na jamaa mwingine huko Tagana anaitwa Sipaga. Sipaga na hii. Kikonga. Lakini wanaweza umiza refa hao. Najua vile nika rounded Africa smooth. Alafu hata vaa gloves. Hawa sivai tu wako. Lakini watavashwa gloves kwa mguu. Hawa pake tu mafuta ya ng'ombe inateleza. Nika soft tu ka smooth. Unajua kanika naenda tu shwa. Unasikia tu fu. Na ikikushika nimekuuza nguruwe isha ukanyaga. Nguruwe ni msitu alafu hiyo kigongo yako kwa mkono. Kikuingia. Guys, nipate macho. This is only for entertainment purposes, okay? Don't take it too serious. Because I know guys are too sensitive now. No, acha kumzima tu. Sasa hakuna kitu mbaya. Unaona mapara boxers, unajua wakishaiko hapo na referee. Wana lock hiyo kiti. So unaona kina Kashau. Afadhali. Kera walikuwa wanatembea. Afadhali ukipigwa unaweza toroka.
uende kwa ile ring. Sasa wawili mkono imevaa glove, so hauwezi roll. Bana, Alafu umepigwa lock. Tena umeshikilia. So kama amekulemea ni hapo. ni hapo. Unapigwa ukiregeshwa. Unachapo unaenda kwa kiti hivi unarudi tena. Alafu watu wanawashikilia pia ni wabaya. Kwanza huyu mwingine walikuwa nasukumilia tu huyu. Nani alishinda? Ni Wapulu, ndio? Blue. Red. Red. Red ndo kalikuwa kembamba ndo kalishinda. Na watu wanono wote walishindwa tu mbona. Huyu unajua unono si technique. Sasa tena nimechukia kunona. Lakini wake kwa vipofu na watu wenye na mikono yote wasikuwe na yote. Si amesema isikuwe tu free. Anaweza leta mwenye ako na mkono moja. Leta tu wenye hawana yote. Yeah. Yote 9:10, Arobo aliongezwa maji hapo kwa parking. Aliongezwa maji drip. Aya. Yeah, I think there's a video or a picture. Yeah, Shelton fanya mambo yako. Gachagua kaenda OC, katoka OC. Akarudi vizuri, akadischargiwa. Ulikuwa na wasiwasi? Yeah. Kwanza mtosi alitense. Nilikuwa na wasiwasi. Unajua, nilingia kwa ring. So, Gachagua amekaa hivi. Alafu anafanya. Nifayakra ilikuwa inaenda kwa kichwa. Unajua vitu anatumia si mzuri. Buda. Na si alituambia mwenyewe anatumia steroid. Hiyo ni waru sasa ina bro. Niliangalia Gachagua nikamwambia wewe amuka. Madaktari anambia ndio huyu amusha au mtu. Nilimweka makofi. Niliona video ilikuwa inachukua karibu. Shushu. Gachagua alikumbuka nini trailer. Ebu weka hiyo video nikijaribu kuamusha Gachagua hapo. Hiyo ilikuwa something. Gachagua alikanyakwa na trailer kweli. Phil alikuwa anakumbuka tu trailer yake imebaki Malcolm amekamua mafuta. Anamaliza mtu. By the way, alenda trailer yake na Malcolm. Kwa parking. Machaji na wanyonyo hivi. Tunashuku ingine mwecheche. Aliwacha Phil alikuwa tu anakumbuka atarudi trailer ina mafuta. Hayo acha apiganie pesa aenda yake mafuta. Aliacha maimahiu ya huko. Kuna Mololongo, maimahiu na CBD. Sinasimamanga pale Nakuru. What is it? Saliga iko stage. Si Saliga ya US. Stage itakuwa Saliga. So niliona video ya Majembe. Majembe alikuwa kwa fight. Alikuja. Mimi naona TikTok. Majembe alikuja. Sasa hata nilishanga huku muona aje na alikuja karibu mahali na kazi ndio. Alikuja hapo mahali ule mheshimiwa alikuwa. Nilikuwa nishatoka hapo hiyo time. Ndio time ile side nyingine juu penye Maguzu alikamia area nikaona alikuja akapita kakaa na shughuli tu ikaendelea. Hebu hizo video za Majembe akakula. Obina, we're paying you for the scene. All right, ladies and gentlemen, on to the next one. The following fight is scheduled for 6 rounds. Ladies and gentlemen, is a welterweight fight. Pitting Bernard Achoki and Azad Nazir. Ladies and gentlemen, welterweight fight coming. Alright, that's your information. Alright, coming to the stage. Oh, nice. Welcome. Yeah. Alikuja tu na akakaa naye. Tukaendelea na vita. Na vita ikaendelea. Iko tu sawa, iko tu sawa. Aliona mbavu? Sijui kama aliingia kabla. Aliona venye mbavu aliingia? Aliingia kabla mbavu. Mbavu bana. So aliona mbavu. Kama aliingia kabla mbavu inamaanisha aliona mbavu. Yes. Halo. Alikatenresia mbavu. Huyu mtu alivaa suti. Lakini mbavu na kununulia suti alafu unairarua kwa ring. Sasa hiyo ndio kitu ilinikasirisha. Sasa mimi nasemanga hivi. Mtu kama ajui value ya kitu anaweza haribu anytime. Na si pesa yake. Bwana amerarua ile suti kwa ring, ametoa amevuruta. I'm like, yo!
Ama watu na ni nini walikuwa wanaulizana na Munesi? Sasa alikuwa hasira na Somali Boxer na Munesi. Munesi angemwacha, si angepiga Somali Mutosi. Hata hii ya Munesi na huyu mimi nafikiria hivi. Usiweke kwa ring, usitumie pesa. Unaona hapa mahali tunakulianga. Weka tu korido, weke kamera hapa. Alafu nani anaitwa Mamelanga Mbafu atoke kwa makeup kama Henry yake. Munesi atoke kwa chikoni. Wakutane hapa. Hapa chini. Hapa chini tufunge milango zote sisi tukue tu huku nje. Tuna watch. No referee, hiyo hasira ishia hapa. Hurumi kamera. Sitahangiwa huko onekanga ile. Alafu Korir anakaa wapi? Drone, weke drone huko ndani. Irecord. Au hiyo vita yao ishie tu hapa, alafu tupe watu. Tu sasa hiyo nini alikuwa anafanya? Muneza namsaidia anataka kurukia hiyo suti ndio iliniuma. Unajua unaweza toa, wanasemanga unaweza toa msituni kwa mangi, unaweza toa mangi kwa msituni. Lakini huwezi toa msituni ndani ya umeita Mbavu mangi. Wewe ndio unasema. Mimi nimesema example. Shelton Ebweka au video ya Mbavu. Ladies and gentlemen, make some noise from Mbavu Destroyer! Wapi kelele, 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 kelele! Make some noise! Wapi kelele ya Mbavu! Fantastic graphics. Yeah. So guys, officially welcome to Vurugu 3. Mbavu top, best in the world. Mbavu Vile Watu inafaa. wanampenda. Iko sawa. Akona crowd ingine mwecheche pia. And there are some people who are getting the idea of what we are trying to achieve. Some are not getting it, which is good. Kwa classic kila mtu anapitanga mtihani. But syllabus wao inakuwa covered anyway. Mwalimu So si syllabus amemaliza. tutacover, tutamaliza. Wale watakuwa wameni tutapita nao, wale wenye hatujapita nao. Na unajua tena mwalimu anakuja mpaka anafunza double lesson. Na viboko. Yes, na viboko. Na bado mwingine atatandikwa lakini bado. Ashiki. So wale watashikanisha, welcome to Vurugu 3. Wale watashikanisha pia iko tu sawa. Karibuni pato. No karibuni lakini tutapata mbele. Ama mtatupata mbele, siku mtashikanisha mtatupata kama umesonga songa. Tuone kanaendaje. Kwa sababu tuwezi kuwa na furuku 1, furuku 2 na pato mnataka tu explainie 3. Yeah. So right now less explanations, we move. More action. More actions. Ilikuwa fiti sana and I want to thank everybody who made it possible. I lost some crazy money on it because if we had about 70 to 80,000 people watching the live, and if only half of that would have paid the 200 bob, leo tungekuwa mafutani vizuri sana. Would have gotten better equipment for the studio and stuff like that. Watu wangepata mabonus. However, everything happens for a reason. Yeah. Our system was hacked, mazee, bags everywhere, nini. Hata nilichukua ma screenshot wase kadhaa. Bro, nimelipa imeleta 44, nini. Like yeah. So let me try and work on a way that we can refund. Wase walikuwa wamelipa hizo masombili zao. Tunaweza wa refund. I'll discuss with the IT team that walikuwa wanashughulikia system because hiyo ndio iko tu mahali hata haijafika kwetu. Imehang. Oh. Yeah. But itapatikana mahali.
Wala ichaenda icharudi. So we'll try and find it and see how we can send it back to the guys. First of all, utapata venye kuna mtu ataenda kucomplain online juu ya Sombili. Ngoja uone. Washaanza. No, kuna complain which is okay, but sasa kuna ule mwenye ata complain mpaka aongee mbaya ni kama bro, it's 200 bob. Mimi nataka pesa yangu. Mwambie school fees. Nalala njaa. Mimi na 200 yangu. So kuna wale pia watafika hapo. Na mtu aona tu online. However, it's being worked on so that we can resolve it, but we learned something. And we learned a lot from the event management side, planning it, streaming it, executing it. Vurugu 2 was bigger and better than Vurugu 1. A lot of people are still not believing that Ruga alikuja. Wanasema bado ni Ruga Kayole. Mpaka sasa waamini wako zile alikuwa naimba. Sasa mahali nilikuwa kulikuwa na warembo wanne na Wanaicheria wawili. Kulikuwa na warembo wanne? Walikuwa. Si ulikuwa nao? Mimi hata naweza kumisi. Nani? Wewe. Posi si mimi. Mbona unasalimiana? Mbona unasalimiana? Walio najua katangi salamu. Ukifanya dumulu hivi. Sasa uyaona Wanaicheria walikuwa wawili paitewe hapo. Wewe ulikuwa watatu. Mimi si Mnigeria. Well, that night you happened to be. Na suspender. Yigwe. Okay, chuku. Ungekosa kuniona kama ningefai. Otoku ni jina. Si wewe. Mimi si Otoku. Mimi siwezi kuwa Otoku, unajua Otoku si mimi nani? Odogu ni dogi. Odogu means boss. Mimi ni Otoku. Mimi ni Otoku. Kuanzia leo. Okay. So walikuwa hapo wa Nigeria wawili. Wameunga sasa, mimi imagination yangu ilikuwa wanakaa kashakwa. Wanakaa kashau. Kwa sababu vile walikuwa na behave towards their mmoja wao. Tunajua wote parts of the same feather. Yeah. So walikuwa hapo na wasichana wa Kenya. Na wasichana wa Kenya they don't learn. These people. Ni nini mtosi unaniangalia? Mnaniangalia aje. Unasema nini? Na tuendelee. Story gani unainsinuate? Nilikuwa nasema tu wa Nigeria walikuwa juu ya Ruka. What are you insinuating? No, that sounds very bad. Insinuating. No, hao wa Nigeria walikuwa juu ya Ruka. Okay, walikuwa juu ya Vurugu. Okay, walikuwa wamekaa juu ya kiti. Walikuwa nashabikia Ruga. Wakati aliingia wache wa happy. Yote 9:10. Sunday was Father's Day. Thank you. And I received flower. And in the house wakatengenezea kakeki, wakabai kakeki nini, some chocolates. Wewe ni mzazi? Wewe ni mzazi? Mimi ni mzazi. Umereceive zawadi? Bado nangojea tu mwezi kesho. Wangu hajafika kwanza kununua zawadi. Si from mtoto. Nothing. Niliambiwa tu Father's Day like full stop. Na kwa nini Father's Day inakuanga na toilet day? Si uongo. Mother's Day ziliwachana hata wangeweka bathroom day. Kwa nini? Ni Father's Day kuna toilet day, si Father's Day. Ni Men's Day. International Men's Day. Ndio the same day as toilets. Ni garbage. Toilet garbage, one of those, yes. Kwa nini wanaume? Sasa mimi sijui. Sasa si wanaume ndio tujafanya petition ndio tubadilishe tarehe. Si pia tumekuwa mademo angekuwa shabadilisha kitambo. Tunaweza anza hiyo. Na sasa hii Kenya iko na vitu mingi. Mara miatu ndio najua saa hii kuna garbage day. Siko. Si Kenya tu. Ni dunia. Worldwide, it's a worldwide thing. Ni kalenda. Sasa hiyo ni siku ya takataka. Ya Kenya holiday ni ngapi? 3. Jamhuri Day, Sikukuu, Labor Day, Mashujaa Day. Yeah. Hizo zingine ni kujiwekelea. Kuna siku ya 7/7. Hizo ni siku. Kuna 8/8. Mimi naona tu Moi Day. Sijui kuna nini hizo zingine za kujiwekelea. Kuna sai kuna nini mimi naona sai Waluya karibu tunaunga yetu. Luya Day. Hiyo siku tunapika tu ugali mingi. Nyayo. Kama Sunday tutachagua tu Sunday moja na tuchukue Seminyu akue kama sasa kiongozi. Yes. Papa wa Roma kwanza anafaa atangaze hiyo kwa bunge. Yeye ndiye speaker. Tutamlazimisha. Atangazie wa Kenya tukue na siku moja ikue Luya Day na tuweke kwa kalenda. Hiyo siku tunapika ugali. Watu wakuje na kitoweo yao. Ugali tutapika. Ugali si tunapika.
Watu wako tu na masiku zao huku na Waluya hatuna siku. Hatuna. Aje. Hata Wakorino hawana. Wako nayo. Hawana. Wakorino. Kilembate hakuna. Siko. Wapi? Haitu Kilembate. Nenda kudundu. Hiyo. By the way, Wajaluo wako na siku yao. Kani? Every day, baby. Ndio hiyo. Kila siku. Every day is Luo, they provided you have some money in your pocket. Any day can be your day. Hapo mtatulemea. Si tuta. Washa lemea. Present continuous tense. Sema na mimi present. Present. Continuous. 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 Condi. Conti. Condi. T. Ndi. Ta, te, ti. Ta. Tata. Tata. Continuous. Continuous. Tense. Tense. Present continuous tense. Present continuous tense. USC unajua kwa sentence na vowels ni alphabetical. Azini vitu tofauti. Umesema? Yaani kuna ile inaweza toka na sentensi lakini ikiwa peke yake inatoka na sentensi. Lakini ikiwa peke yake ni ngumu. Ni kama vile mimi naweza imba kwa kwaya lakini kiniweka peke yangu ni akuwa ni vitu. Taumia sana. Unaimba kwa kwaya? Yeye huko salvation. Ile picha ya makondo za white. Alafu kuna black moja hapo hivyo. Unaangaa kondo? Ni mfano. So umesema sasa unaangaa shikondi. Unaweza imbia kwa watu. Wewe ananiita shikondi mtosi na umenyamaza. Tumevalia ngozi ya kondo. Mtosi unachua kwa kilio kitu alikondi. By the way, mtu akuita kila kitu lakini si kondo. Si, thank you. But bado unaitwa kondo wa Yesu. So si ni kondo. Wewe. Bosi usaikutana na kondo kwa mteremko. Focus. Unateremka nayo inapanda. Focus. Speaking of kondo, Kanyari ameanza kusomea makondo wake. Story ya mtoto wake. Ameenda kuvent kwa kanisa lakini yenyewe tumia what you have. Hata mimi nikivent Obina show live haki muniwache ni vent. Use what you have. Hebu check out this video. Niko na huzuni sana kwa sababu niliona mtoto wangu katika TikTok. Wangapi waliona mtoto wangu kwa TikTok? Akiwa na 30,000 views wanamview. Mtoto wangu alikuwa TikTok live. Na mtoto wangu akaongea sana. Akasema watu wengi waliwatenga. Na ningetaka kuput this clear kwa sababu nimeambiwa na nyamazaga siongei mambo ya watoto. I will talk. Kwa sababu hakuna mtu ametenga kina Sky na Dani. Ashaz naomba muangalie huko nyuma. Hakuna mtu ametenga watoto wangu. Hata waimbaji hawajatenga watoto wangu. Lakini watoto wangu kutoka mama yao akufe, kuna mtu ambaye aliweka pazia. Nimeenda kotini, niko na court order ya kwanza, ya pili, ya tatu ya kuchukua watoto wangu. Sitaki kutumia vita. Otherwise mimi mwenyewe ni guni. Nikiamua kuchukua hawa watoto, nitawachukua na nitapigana huko na nitatoa watu wote wakaone tukachukua watoto. Kwa hivyo mtu asione kama nimenyamaza, mtu afikiri mimi ni mpole. Mimi si mpole. Hata mimi niko na wazimu zangu. Na nina demand nipatiwe watoto wangu. Watoto ni wangu, kila mtu azae watoto wake. Haiwezi kuwa mtu anang'ang'ania watoto wangu na akona watoto wake Amerika na aliacha na mama mwingine. I have my children na niko na mama yao alikufa, mimi nahitaji watoto wangu. Na nasema hivyo. Justice for my children. Sasa hivi tunaongea, niliona online wakiongea, wakisema watoto wangu wanateswa, na ni ukweli. Si uongo, watoto wangu wamekaa nyumbani wiki 3 bila school fees. 3 weeks. 3 weeks bila school fees. Na mimi sio maskini, mimi sasa kusaidiwa hata kulipa school fees. School fees ya hawa watoto per term ni 1,500. 500,000 na niko na hizo receipt. Nilipigiwa simu na shule wakaniambia nilipe, nikasema sitalipa. Nitalipa school fees watoto wakiwa kwa nyumba yao yenye nimwanunulia mimi.
Nimenunua nyumba iko Runda. Mimi sikai Runda. Mimi nakaa hapa Chokaa. Nimenunua nyumba iko Runda na hapo ndio nilitaka watoto wangu wakae hapo. Wao wanachukuliwa na gari, wanaenda shuleni, wanarudi hapo. Haya, so akona beef na Tash. Alimuita nini? Kuna jina. Nasema Tash si jina yake ya nini? No, kuna huyu mtu alisema kujichoma ama sijui ameungua. Kujibuliji. Kuna kitu alisema kujichemusha. Huyu mtu amejichemusha. Kujijudaya. Ita mwanaume kujichemusha. Kwa judaya. Hey. So nina imagine. Nikuwe hivi, alafu nikuwe hivyo. It's possible. Mtu anafanya aje? Kuna tembe tu Uliza moja Tash. hivi. Kuna tembe nyokimesa moja hivi. 2 days. Na hiyo tembe inataka pesa. Unakaa kaa Sharon. Asharata ni mweusi. Pati ya Sharon si ni ya kuzaliwa. Sasa ndio nakwambia Sharon ni mweusi. Unakaa hivi. Hii. Eh. Si ninaona vile wanafanana. Eh. Lakini sasa unajua mwili. Lakini sasa tena ukikosa kumesa ndio sida. Sasa unakaanga. Lazima ushinde ukimesa. Unakaanga chapati. Unakoma. Unakaa mtu umekoma. Unaanza kwa knuckles hapa. But pia kuna mafuta ya 200 mahali. Wakati naona huyo mtoto anaingia katika TikTok live, anadanganyana live, anasema anaendelea vizuri. Ni mtoto mgani anaendelea vizuri na ameweka kucha, hayuko shuleni? Unaona style kuharibika, anaharibika. Kila mtu anaona style kwenda anaenda kuharibika. Lakini si watu wanasema nyamaza, nyamaza, nyamaza. Utafurahia wakati utasikia mtoto wangu amezaa. Watu watafurahia wakisikia mtoto wangu amezaa ama destiny yake imeharibika. Na niko hapa na niko na uwezo wa kuongea. Social media wameongea. Mimi sitanyamaza tena. Warudishie watoto wangu wote wawili. Alafu vijana mausha maglasi. Event imeua. Event imeua sana. Lazima afanye achunge mshahara. Inauma sana mpaka mtu anasikia kulia. Unasikia yule mwanaume amwashika hajalipa school fees. Wanalipiwa school fees na wale wanaona kama naongea uongo. Wale wanaona kama naongea uongo waende hiyo shule. Inaitwa Wood Creek. Wood Creek International School. Waulize kama watu walikuwa wamefukuzwa. Watoto wamefukuzwa 3 weeks. Wamekaa kwa nyumba. Baada ya social media kupiga kelele. Baada ya msichana mmoja ako UK anaitwa Shuru Stuart. Alipoanza kupiga kelele, maana mimi sikuwa sana kuongea. Alipoanza kupiga kelele, hawa watoto wakalipiwa shule na serikali. Deputy President wa Kenya alilipa 400,000. Na kuna mambo ninajua. Kuna mambo najua kuhusu hiyo familia. Ni vile tu sitaki kushout, maana nilikuwa naheshimu huyo mama sana na nampenda sana. Nitakuja kusema mimi niliua Betty Bayo. I'm not a fool person. Nitakuja kusema mimi niliua Betty Bayo. Nitasema mimi niliua huyo mama. Ukikasirika ndio unachuanga ukweli. Mtu akifurahia posi. Mimi naona hapo kwa Kanyari kulilia watoto iko sawa. Ako sawa. Kwa sababu kila mtu alete watoto wake venye yeye anataka. Mtu asikie wanasemanga mama anachua uchungu wa mwana. Papa anachua utamu wa mtoto. Ajue uchungu ni mwana. Mama na utamu hapo sikujua. Bado ni papa. So kila mtu alidistribute yake. So Kanyari ako na right ya hii ni story ya kujoku. No, si chachoku, ninasema tu ako na right ya kuitisha mtoto. Amesema mtoto anafaa makucha na pato ako class 14. Pachewe ni mtoko mtosi, si ndio? Yeah. But now, speaking of personally, I had seen some videos of Sky online and they were very disturbing to me as a parent, as a father of girls. And I didn't say anything. And I'm also not going to say a lot of things about it because it wasn't in my place. But nilikuwa zile za yo. Si sawa. Yes. Kama niko na msichana. Yeah, but now, sometimes as a man, you find, now I'll speak for single fathers. Sometimes as a dad, unanyamazanga because there's nothing much you can do. For example, like Kanyari situation, unapata, so there's so much he cannot do because labda mtoto anastay na ule baba mwingine.
Na baba mwingine, kuna video nyingine niliona Kanyari akisema ye ananyamaza, kitu yote sikia akimuuliza anasema ni sawa, ni sawa, ni sawa. Why would he say that? Unaona? Because you want to please the kids. And some parents who always lose it there, where you find you want to be your kid's favorite. Parents nakwanga good cop bad cop. So napatanga wanasema, "Ndambia babako wewe, niambie babako akuchape." Some mothers will say it without knowing, but you're painting the dad as a fighter. Yeye mtu wa kupigana. So ndambia babako wewe, babenyu asijue. Wengine the other way. Wewe mamako akijua wewe, mamako. So you always paint the other parent like that. And some parents wanakuwa zile mimi ndio ule ukitaka kuwa na vibe unaniuliza. Unataka kwenda club, unataka kufanya makosa, unataka kufanya nini, nakimbia. Ati nini? Niliongea na dad alikubali. Mama alikuwa amenikubalia niende party. Nini. So sometimes there's that conflict. And sometimes we as parents, we don't know the line to draw between being a disciplinarian, being a friend, being a parent. You get? Sometimes you become a friend too much. Mpaka unasahau unafaa kuwa parent pia. Sometimes unakuwa parent too much, unasahau you're also supposed to be a friend. Sometimes you this other one so much you forget to be a disciplinarian. Mtoto akikua ndio anajua, mimi papa yangu alikuwa ananitwanga. Kama mimi nilikuwa naingishwa hapa kichwa. Unawacha huku nyuma tu wanatili nayo. Sasa ni maate sana, lakini papa akinunua kitu mama ndiye anatuletea. So inaenda hivi. Hakuna siku niliona baba amenunua kitu lakini yeye anatoanga pesa. Yeye anatoa maziwa, so it's a thin line between that, and let's just hope that they get resolve it. Si vizuri. For the benefit of the baby. Yes. Hata niliona Sky si ndio mtoto wake. Niliona amefikisha, alikuwa TikTok akafikisha like 1 million. Akashtuka hata yeye cause unajua mtandao pia ni mbaya, itakufurahisha leo kesho. Mtandao will make you feel like you're doing something right even if you're doing something wrong. And also it can make you feel like you're doing something wrong when you're doing something right. Yeah. Because majority of people are on the wrong side. So when the masses are lost, so you think being with them is the right direction. So you always follow the masses, you please the masses, you do everything. Yes. Like I've seen some videos that Sky does, and for her it makes her feel good. But you remember she's still a child. Yeah, very. Na nini tuwezi cancel TikTok? I don't know because me yangu na cancel wangu, so I guess there's a lot of things that I need to learn from her. Ama ni mtoto mkubwa. So unajua ukifanya vitu mzuri ndio watu wanakuripotingi. Kisa vitu mbaya ndio wanataka. There's also that part as well. So Kanyari, all the best, and Tash, all the best. I'm sure you guys will reach a consensus and find the best way to raise those kids on behalf of their mother, which will be a good thing. Yeah. Mama angetaka pia kaangekuwa kuona watoto wakiharibika. Cindy baby ako na new boyfriend. Amelaunch. Chuze tu. Cindy moja ama Cindy ni mgani? Cindy tu mmoja. Janabi. Mwenye anakuotanga huyu. Anaitwa Cindy baby. Anaotanga mtosi. Sasa nitoka tu Cindy, ameanza kuitwa baby when? Hiyo ndio jina yake ya kitambo tu. Cindy baby. Okay. Amelaunch. Unajua ukilonji kitu na boyfriend anakaaje? Heri mtumishi. Yaani mimi ndio nanitumia kwa part example, si ndio? Oh my God. Oh wow. Na ngoja tu haina shida mtosi. Sio. Umesema ya repeat. Nimetulia. Mdosi ndiye amesema repeat. Wewe ndio ulianza. Nani alianza story ya meno? So unakuja kwangu ndio mimi ndio weak point da. Hapa nachunga mshahara. Ingekuwa msahara. Pato ningechunga mshahara. Kuna majibu mbili. Ingekuwa no, wewe mbona unaniita hivyo? Na mimi nilikupikania hapa. Nilikutuma. So wacha watu weke vurugu tuone kama tutakuwa na haina shida, nimekuambia ndugu yangu tapa. Hola nyolana. Tutapatana. Si nimesema usiende Kisiaki usiako peke yako. Si unajua safari ya Poma na Kisiaki ni mbaya. Mutoni. Unajua Cindy kweli? Cindy? Unajua ninakutetea upate Cindy. Unajua Cindy. So unasema for example yangu. Sasa
na Cindy aachane na ule achukue wewe. Achukue mimi. Unajua Nilikuwa Cindy nafikia kweli. unanifananisha vibaya. Hapana, acha nikuonyeshe Cindy. Kwa hivyo si kwa upaya. Acha nikuonyeshe mtu huu mwenye nakutakia. Alafu najua yeye hataki mchezo. Ako single. Acha nikuonyeshe. Alafu najua yeye atakange kidogo kidogo. Cindy anataka vyote. Kwa hivyo hata mimi anaweza nitaka. Cindy, leta. Cindy ndo hiyo. Hata sasa tena ako live. Hata yeye amekiosha. Huyo boyfriend mpaka nilisema tu I will make my boyfriend looks good. Hata I will match my outfit with my boyfriend. Huyu ako sawa. Huyu ndio unanitetea na yeye. Huyu tuko sawa. Kama ni hivyo sawa for tena amewachwa na wiki moja. Mpaka ametoa macho. Lashes zinafanya ulie vizuri. Huyu si ni huyu anatoka site ya kina Mtozi. Na mtua huyu. Mtozi huyu si ni wa kweli. Huyu mimi ninamshinda. Ana mwanya. Imagine na record video na yeye. Mwanya iko sawa. Akinikiss then ikifika kwa nyumba kutaka kupost hiyo video napata delete. Juu nilimpea mpaka password ya nini? Ya hii iPhone ndiye amejua. Hii simu yangu hakuna mtu anajua password. Juu hii imebeba kila kitu, bank, everything. Simu imebeba panga. So tumeenda na yeye kwa party huko. Huyu ako sawa. Mtoto kama ni Sikujua itasema hivyo. Kama ni Cindy of course utajua. Anaongeanga vibaya. Kama ni sitaki. Mmemaliza? Tumemaliza. Tumemaliza Mtoto. Sasa unaweza rudi. Okay, so unaweza ona boyfriend yake mpya. Si amekuwa hapo. Kwa video sawa. Hiyo ulikuwa unaonyesha huyu so. Shelton tuonyeshe si wengine. Leo mmoja yako alikuwa ni yeye. Kwani Cindy anapiga nini? Ni yeye ndio huyu Cindy. Na Cindy alikuwa mpaka hapo. Mimi au ni TikToker sasa mimi na wewe. Kwani Cindy wewe ndio wazimu ama? So almost kwa na wewe. Director tu mimi najua kwa wapi. Mimi sijui huyo mtu. I don't know. Ndio nasema. Leo swali mpaka almost alikuwa huko. Na mimi nilikuwa hapo kwa director tunasema nilienda si ningekuwa hapo. Cindy all the best. Launching after launching. Lakini tena wamekosana. Ni siku mbili. Wiki ijaisha. No, ndoa iko na panda shuka. Lakini panda shuka za siku mbili. Si uendeende huko juu katikati. Kili ufike kwa. Sasa wewe endako huko alafu umesikia kitu amesema ya mwisho umesikia kama hiyo sitaweza. Ujue tu mkikuwa mna break after 1 week mnapendana after 1 week kuna highest record of syphilis. Nairobi. Kenya. Kinaumana. Syphilis ni gani hiyo? Ya kujikuna? Hii ni ile ukikaa kwa watu ndio inakuchanga. Unaweka tu mkono kwa mfuko. Kwa tu hivi. Unaanza kutili nayo. Ndio hiyo. Hiyo si syphilis. I think ni chlamydia. Wacha tusome. So Nairobi records the highest syphilis cases in Kenya. So they are saying health officials have raised concern over rising syphilis cases in some parts of Kenya despite national decline. The data shows screening increased from 1.29 million in 2020 to 1.42 million in 2025. Nairobi recorded the highest cases in 2025 with 1,068 infections, up from 961 in 2023. Haya. Zuri siishi Nairobi. Niko Machakos. Sio unaweza panda matatu ipate. Ni airborne. Hiyo hapana. How do you contact syphilis, then how does it manifest in your body? How? Syphilis panda matatu pate syphilis. Buddha is not airborne. Syphilis airborne? Si Ebola. Airborne. Yes, Ebola. Syphilis is caused by bacterium Treponema palladium. You get it mainly through direct contact with syphilis, so during vaginal, anal, or oral sex. The source can be on the genitals, in the anus, in the rectum, in the lips, or in the mouth.
mother to baby during pregnancy or childbirth, that is called congenital syphilis, rarely through blood transfusion or contact with infectious lesions, but not from toilet seats, sharing utensils, hugging, etc. It doesn't survive long outside the body. Syphilis. Vurugu ni vurugu. Inamfuruka hivyo Watu sana. wamechoka. Hata mimi energy yangu inaenda hivi kidipi na narudi. Kozadu. So primary stage 10 days to 3 months after exposure, you get one more firm painless sores called chancres. Ni chancres. At the infection site, they heal on their own in 3 to 6 weeks, even without treatment, but the infection remains. Secondary stage, 2 to 10 weeks after the chancres, I think chancre, heals, common size skin rash on palms, also elsewhere, mucous membrane lesions, patchy hair loss, swollen lymph nodes, fever, fatigue. Hapo kwa fatigue. Sore throat. Sore throat. Sore throat ni? Sore throat. Niyo unakuanga nayo. Njia sauti. Njia sauti. Tusipite sauti. Sore throat. Hapa inafura hapa de. Latent stage, no symptoms. The bacteria are dormant. This can last years. People can still transmit it in early latency. Tertiary stage, years to decades later, in 15 to 30% of untreated cases, can damage the heart, the brain, nerves, eyes, bones. This causes neurosyphilis, cardiovascular syphilis, gammas. This is where serious complications happen. Key point, it is curable with antibiotics, especially penicillin, and easiest to treat in early stages. Nani? Unasema tu acha kuniambia usiogope. Anasemaje? Kuna neno umesema hapo ya penzo. Penicillin. Imedu ni pencil. Unakutibu na pencil. Useme kitu unasema nini? No, sema tu kitu. Mtumishi wewe. Sasa mimi nimetoa wapi hiyo maneno? Wewe ndio umekiramu penicillin. Si unasikia motosi? Wameeleza vizuri, unaweza tumia penicillin. Yo, ili mnaweza kuwa serious kweli one day tu. Tunaongea mambo very serious ya syphilis hapa. Unajua syphilis ni zafanya uruko na akili. Hii magonjwa yote ni kama hapana. Na kwa Kiswahili ndio syphilis. Ugonjwa wa sinaa. Ugonjwa wa sinaa. No, sikuna kuangana. What is syphilis in Kiswahili? Tosi anaongelea simu yake. In Kiswahili, syphilis is called kaswende or ukimwi mdogo. Kaswende si ya kukojoa mafiria hiyo. Hiyo ni gonorrhea. Ya kukojoa mafiria. Mafiria ni nini? Hiki turefu na kutoa. Ya white hii. Hiyo ni gonorrhea. Ile unashikanga kiuno. Oh, please tell us about No, na unajua mdosi. Unasema unashika wapi? No, uchungu inaanzanga hapa. Sichai kuwa nayo. We have not said umekuwa nayo. But you know, we like to hear from the experts. Shosho yangu ni daktari wa kienyeji. Okay. So inaanzia wapi? Tuendelee tu na syphilis. Hii magonjwa yote unaweza pata tuko nayo, ni venye tujui majina. Wametaja hapa sijui vitu ngapi. No, zinakuanga mingi sana. STIs kwa mingi. Wacha niwapeleke through. Give me different types of STIs and their definition. Ini AI. Unaweza ongelesha yako. AI. Unaongelesha nga AI yangu. Ulisako. Yangu itaongea Kiluya. Ulisako Google. Naambia Swahili. Mdosi. Ulisako Google. Itashika kweli yako. Unauliza? Ulisa Google. Ugali ngapi inaweza tosha Kenya mzima? Sure. Inaweza sema. Wallahi inaweza toa. Dapa man anasema nikuulize ugali ngapi inaweza tosha Kenya mzima? Nimekuelewa. Unataka kujua ugali kiasi gani ingehitajika kulisha Kenya nzima.
Hapa kuna hesabu ya haraka. Takwimu za msingi. Idadi ya watu Kenya 2026 ni takriban milioni 56. Mtu mmoja hula wastani wa 250 to 300 grams ya ugali kwa mlo mmoja. Kwa siku nzima, ikiwa nachukulia watu wengi hula ugali mara 1-2 kwa siku, mlo mmoja kwa siku times 56 million times 0.3 kg, milioni 16.8 kg za ugali kila siku. Mlo 2 kwa siku, million 33.6 kg za ugali kwa siku. Umesikia? Simejibu. Google inajua ugali. Ugali ni kitu ya maana. Kwa hivyo imepeana category but ichasema kabila. Kenya mzima. Imesema tu imechumuisha. Na kwa kabila Waluya ndio wangula. Sisi ndio tuko na takwimu ya kitu. Google ijui kideri, Google ijui samaki. Haijui nyama. Unajua tu ugali. Ugali ipewe isima. Unaweza uliza Google watu wangapi watakufa hii mwaka ikwambie. Na ni ukweli hivyo. Bora nisikue mmoja wao. Acha tuulize hii kwanza. Hii yako uko jua siwe umeiwekea haisemi. Acha tu. TikTok. Google. Kanga vitu vingine hope. Haya. Takuja kuipisha hapo ikutoe kama unaoka shauri yako. Google. Wanafanya. Nataka kwanza setting. Search. Habari yako? Niko na kiulizo. Hii mwaka watu wangapi wanakufa Kenya? Na niko ndani ya buliza. Ati habari yangu ni mzuri sana, nipo tayari kukusaidia leo. Unaweza nieleza jambo? Sasa imegwamia hapo. Haijasikia mwisho. Haipendi vifo. Habari yako? Niko na kiulizo. Hii mwaka watu wangapi wanakufa Kenya? Na mtumishi yako ndani? Si yuko, ninajua mimi siwezi enda sasa. Ndio inajibu. Si unaona si yuko? Nasema watu 6,000. Watu 6,000. Na siko si ndio? Nchini Kenya inakadiriwa kuwa wanawake karibu 6,000. Sinaona ni wanawake wanaenda siko. Kufariki kila mwaka kutokana na uzazi. Vifo vya kina wamama wajawazito na wakati wa kujifungua. Huku takwimu ya Wizara ya Afya zikionyesha kuwa ni kina wamama kati ya 15 hadi 16 kupoteza maisha yao kila siku. Haya, mtumishi. Siko. Ni wamama. Kwani wakujui? Hawanijui. Siko kwa register. Umepona. Si yuko. Si unaona ni wamama tu. So wamama. Utosi tumemaliza. Memaliza. Alikuwa nafikiria nitakuwa siwezi. Yangu Mungu ataniletea. So tunaweza endelea? Mtozi tuendelee. Okay. Hiyo ilikuwa ya huyu. Okay. So tuendelee na zile aina za za kaswende. STIs, okay. Welcome back. Thank you, boss. How nice of me to join you guys again. Ulikuwa menda. Nikaona niwache mumalize. Tumaanze story ya unga nikaona mmefurahi. Tena kidogo. Yaani ndapo unakanga vitu unapiga sababu watu ugali Lakini sasa bosi umejua. Google inajua ugali. Google ijui mtumishi. Inajua ugali. Which is a good thing. Ugali. Guys, tushatoka huko. Sawa. Hapa kuna aina kuu za magonjwa za zinaa. Na maana yake kwa Kiswahili. Landika English nikamwambia Kiswahili. Magonjwa ya bakteria haya yanatibika kwa antibiotics. Chlamydia huathiri njia ya mkojo, shingo ya kizazi, njia ya haja kubwa au koo. Mara nyingi haina dalili, lakini inaweza kusababisha kutokwa na uchafu, maumivu wakati wa kukojoa na utasa kama haitatibiwa. Kisonono gonorea huathiri sehemu za siri, njia ya haja kubwa na koo, husababisha uchafu mzito, maumivu ya kukojoa. Kaswende, hiyo ni syphilis,
husababisha na bakteria Treponema pallidum, huanza na vidonda visivyouma, kisha upele, na hatimaye inaweza kuharibu moyo, ubongo na neva kama haitatibiwa. Chancroid husababisha vidonda vyenye maumivu kwenye sehemu ya siri na uvimbe wa tezi. Ninajua tukisonona na kaswende. Tusipikie makaa. Chakol. Si chakol. Tusipikie hapa. Sasa hiyo ni chakol kweli? Makaa. Wacha kupika, tusipikie makaa. Yes, makaa ina shida. Mbona wametaja hapo chakol? Sasa wametaja chakol. Chancroid si chakol. Chancroid. Haya. Ya virusi. Haya hayatibiki kabisa, lakini dalili zinaweza kudhibitiwa. Ukimwi. Herpes husababisha malengelenge yenye maumivu mdomoni au sehemu za siri, hukaa mwilini maisha yote na huwaka mara kwa mara. Hiyo ni ile nilionako wasanii siku ingine. HPV ndio ugonjwa wa zinaa unaoenea zaidi. Aina fulani husababisha mashami ya sehemu za siri, nyingi zinaweza kusababisha saratani ya shingo ya kizazi. Hepatitis B huathiri ini, huenea kupita damu ya maji ya ngono, inaweza kuwa muda mfupi au sugu na kuharibu ini. Hebu nisome na English hiyo. Infects the liver, spread through blood and sexual fluids, can be acute or become chronic and cause liver damage. Then kuna huyu last bwana anasema nini? Anasema uulize kuku wewe. Uulize kuku kutu nini? Yaani mimi nawafundisha vitu hapa na mnataka kuuliza Google. Thank you for watching. Comment, like and subscribe. Wachana na hawa wawili. Yaani tunaongea mambo serious. Mnataka kuuliza Google ati kutu ni nini? Hata kuku nitachoka na hizi. Comment, like and subscribe. We out. Pay attention. Sasa hivi tutatafuta video of the week. Nyinyi mnataka Google kutu. No, mimi nina concentrate ndio nani to stop. I am Mr. Kutu. Introduce video of the week. Please. Alafu wewe sign out. Here is the video of the week. We are back. Thank you so much for watching. Please subscribe, comment, share. Sema please, sema kindly. Kindly subscribe, comment and share. Thank you.